Yesu asifiwe mwana wa Mungu. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa neema na rehema ambayo anatukirimia kila kuitwapo leo. Katika siku ya leo na wasaa huu, ninakukaribisha katika tafakuri hii ya neno la Mungu ambalo linarudisha tumaini na kuona kwamba unaweza kwa mara nyingine. Yamkini umekosa faraja, yamkini umekosa namna ya kuenenda, yamkini unaona kama njia haiendi, yamkini labda kuna namna ambapo unakwama na kurudishwa nyuma. Nipo kukuambia kwamba lipo kusudi la Mungu juu yako ambalo linakufanya wewe unaishi hivyo ulivyo, linakufanya wewe hata hapo ulipofika. Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi binadamu hatujajiumba kwa akili zetu wenyewe, wala hatutegemei mawazo yetu yatuchukue sehemu hii tuliyopo sasa na kutupeleka sehemu ya juu zaidi, bali kuna kusudi la Mungu ambalo linasimama pamoja nasi, linatupigania, linatuuisha, linatutia nguvu, hata tunaweza tukafika zaidi ya kule ambako tunategemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usichukue maamuzi ya kujilaumu au kumlaumu Mungu ukidhani kwamba umekosea sana au ni mwenye dhambi. Hapana, lipo kusudi na utukufu ambao Mungu anataka ajidhihirishie juu yako. Nini unachopaswa kufanya? Unachopaswa kufanya ni kuwa mvumilivu tu na kutii. Ukisoma katika Isaya 1:19 anasema kwamba kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo mema ya nchi yanajia wapi? Ni pindi ambapo mtu anaanza kutii na kukubali kumfuata Yesu Kristo na kufanya mapenzi ya Mungu, ndipo utakapoanza kuona mema ya nchi. Yamkini unayafanya sana, yamkini unatii sana, yamkini unaenenda vyema sana, yamkini unafanya katika viwango ambavyo unaona kama vile Mungu amekuacha. Nikwambie, Mungu si fedhuli. Anasema katika Isaya kwamba sikio lake sio zito na mkono wake si mfupi hata ukashindwa kuokoa. Yeye anaweza kukusaidia, yeye ana uwezo wa kukuongoza, yeye ana uwezo wa kukushika mkono, yeye ana uwezo wa kukutia nguvu hata ukabaki ukistaajabu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mawazo yake yapo juu sana, mawazo ya amani, ya kukupa tumaini, ya kukupa faraja, ya kukupa uzima, ya kukupa ushindi. Ni nini ambacho unapaswa kufanya? Embu kaa tu katika mapenzi ambayo Mungu ambaye anayependa. Katika siku ya leo tutatazama katika Waebrania 12 mstari wa 2. Soma katika mstari huu wa Waebrania 12 mstari wa 2 unatuambia, tukimtazama Yesu, yeye mwenye kuianzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Kwa hiyo kumbe tunagundua, kumbe tunamtazama Yesu ambaye yeye ndo ndiye chanzo cha imani ambayo tunayo. Yeye ndiye chanzo wa safari ambayo tunapitia. Yeye ndiye chanzo wa ndoa unayoipitia. Yeye ndiye chanzo wa biashara ambayo unakutana nayo, situation yoyote ambayo unakutana nayo. Yeye Mungu ndiye chanzo wa hilo jambo. Sasa anatuambia kama umeingia kwa makusudi ya Mungu kwenye hiyo situation ambayo upo sasa hivi, hebu mtazame yeye ambaye amekuingiza hapo, na anasema hivi, na mwenye kuitimiza imani yetu, na mwenye kuitimiza imani yetu. Ina maana kama hali ambayo unapitia sasa hivi uliingia na kukutana nayo katika mazingira ya kiutukufu wa Mungu, hebu amini kwamba kuna kusudi ambalo Mungu analiandaa kubwa sana kwa ajili yako. Kuna mpango ambao Mungu ameuandaa ambao ni mzuri sana kwa ajili yako. Ni nini ambacho unapaswa kufanya? Ni kumsikiliza Mungu tu na kumtazama yeye aliye mtetezi wako, aliye mpiganaji wako, aliye msaidizi wako. Ukimweza kumtazama yeye Mungu, uwe na uhakika atakupigania hatua moja baada ya nyingine. Ukisoma wana wa Israeli walishindwa kufika Kanaani kwa wakati sahihi kwa sababu walianza safari na Mungu, lakini mwishoni walitaka kumaliza kwa akili zao, ikawa ni ngumu. Walishindwa kumtazamia yule aliyeianzisha safari ya kutoka Misri kuelekea Kanaani. Hebu na wewe fanya tu maamuzi katika moyo wako. Usitake kutumia akili zako za kibinadamu. Usitake kuenenda sawasawa na wewe unavyowaza, vile ambavyo wanadamu wanakuambia ni vyema sana. Hapana, mambo hayako hivyo. Mambo yanapaswa kwenda sawasawa na unavyoongozwa na Mungu, sawasawa na Mungu anavyosema.
kwa sababu tunamtazamia yeye aliyeianzisha. Kwani tunamtazamia yeye aliyeanzisha? Aliyeanzisha ni kwamba anaijua ni nini ambacho kinapaswa kifanyike, ni wapi ambapo tunaelekea, ni nini ambacho kitabidi kifanyike pasina kurudi nyuma. Sasa kama tutaenenda tu kwa akili zetu sisi wenyewe, kama tutatenda kwa mawazo yetu sisi wenyewe, kama tutafanya kwa uelewa wetu sisi wenyewe, uwe na uhakika hatutaweza kufika katika vile viwango ambavyo Mungu yeye anataka. Unapaswa kujifunza kutembea sawasawa na Mungu anavyosema, sawasawa na neno linavyosema. Hebu mtazamie Mungu, mtazamie kuanzia mwanzo wa hatua yako mpaka mwisho wa hatua yako. Kadri siku zinavyoenda, mwambie Mungu, ninakuhitaji uniongoze katika safari hii ya elimu. Mungu, ninakuhitaji useme nami katika maisha haya. Mungu, ninakuhitaji unisaidie, pasina mkono wako sitaweza. Bwana, jifunze na jiwekee tabia ya kumuuliza Mungu kila siku unapoamka asubuhi. Iamuru siku yako na umkabidhi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiende tu kwa sababu ya mazoea au experience ambazo unazipata za maisha. Maisha sio experience, bali maisha ni neno la Mungu. Kadri kile kitu ambacho Mungu anakisema ndicho kinachokuwa. Ndio maana anatuambia vema, ninalitazama neno langu ili nipate kulitimiza. Ina maana kama hajasema, hakuna kitu chochote ambacho kitatimia juu yako. Lazima ujifunze kumwambia Mungu, ninaomba neno lako ili nitoe mahali hapa, ili nipeleke mahali nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na tabia design hii, utaepukana na msongo wa mawazo, utaepukana na kuchanganyikiwa, utaepukana na kukata tamaa, kwa sababu utakuwa unayo uhakika wa kila hatua ya maisha yako. Utakuwa unayo uhakika wa kila namna ya kuenenda. Na kwa sababu gani? Kwa sababu kunaye Mungu ambaye anakusimamia, anakuongoza, anakumulikia kila kuitwapo leo. Hebu weka shauri siku ya leo kumwambia Mungu, ninaomba utembee pamoja nami. Kumwambia Mungu, ninaomba uniongoze kwa ajili ya utukufu wako. Kumwambia Mungu, ninaomba useme nami. Maisha yangu ninayaweka kwako, njia zangu hizi ninaziweka kwako. Hebu unisaidie Bwana. Weka tabia hii, na kuanzia sasa hivi hebu mwambie Yesu Kristo akusaidie. Mwambie Yesu Kristo akuongoze. Mkabidhi mizigo yako, mkabidhi njia zako, mawazo yako yatathibitika. Nikuache na tafakuri hii, na wewe fanya uamuzi wa kutembea na Yesu Kristo kwa namna yoyote, kwa sababu yeye ndiye mwanzilishi wa safari yako. Nikutakie siku njema na wakati mwema. Amen.